Hello guys, leo ninahitaji kuna mambo kadhaa tujifunze ili kuweza kuyafikia mafanikio ambayo tunahitaji. Hususan kwenye mambo ya uchambuzi wa timu, kuna changamoto mbalimbali ambazo huwa zinatokea kwenye uchambuzi wa timu. Lakini pia kuna mambo mbalimbali ambayo sisi kama wachambuzi wa timu ambazo tunahitaji kutabiri, inatupasa tuwe makini, na kuna vitu kadhaa ambavyo tuviconnect na mafanikio yetu. Yaani nikimaanisha hivi, mfano leo kama utanisikiliza kwa makini sana, utajifunza kitu kikubwa mno, na hicho kitu kitakusaidia sana. Kama unavyoona hapa, leo niko nje ya account, manake sija login kwenye account. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabla ya kwenda kutabiri game zetu. Lazima tufanye uchambuzi tukiwa nje ya account. Hii inatusaidia kuto kuonekana chaguzi zetu kwenye ile kompyuta yao. Hapa nadhani naeleweka, mara nyingi wanafundisha hivyo. Lakini acha nizungumzie kwanza kuhusu mafanikio haya. Kwanza nataka nikueleze jambo ambalo ni ukweli na lina uhalisia ndani yake. Mafanikio yoyote ya kimwili yanatokana na mafanikio ya rohoni. Haijalishi ni mafanikio ya namna gani, kwa sababu katika mafanikio ya rohoni kuna mambo mawili ama matatu. Kuna mafanikio ya kiroho ya kimungu, alafu kuna mafanikio ya kiroho ya pande nyingine ya giza, alafu kuna mafanikio mengine ya kiroho ambayo ya binafsi, ya kutegemea kitu fulani au kiumbe fulani. Lakini haya yote ni mafanikio. Lakini mafanikio yoyote yanatokana na roho kwanza. Inaanza kufanikiwa roho, kisha unakuja kufanikiwa mwilini. Nitakufafanulia na nitakupa mfano tunafanikiwaje endapo tunafanya mipango ya uchambuzi wa timu ikiwa rohoni hatujafanikiwa bado. Utanielewa, lakini acha tu nikufafanulie kidogo na utavumilia, kwa sababu hili somo ni somo ambalo linakwenda kufungua future yako. Sawa? Jambo ambalo ni la muhimu kwenye hii eneo la uchambuzi, tuanze kwanza na uchambuzi wa rohoni. Sawa? Maraba. Uchambuzi huu ambao nauzungumzia ni uchambuzi ambao utakuja kutusaidia sisi binafsi. Sawa? Kitu kingine nataka uelewe, hivi vitu vina mambo fulani. Mfano nikinukuu kwenye Biblia, kuna maandiko yanasema Mungu atatubariki mjini, atatubariki mashambani, atatubariki tutokapo, atatubariki tuingiapo. Kwa hiyo baraka zile kumbe ni baraka ambazo Mungu anaziachilia kwetu. Lakini kwa namna gani sasa? Mungu anaziachilia hizo baraka katika kazi ya mikono yetu. Ndio maana akisema nitabariki kazi ya mikono yenu. Ina maana chochote unachokifanya wewe kupitia mikono yako, Mungu ana namna ya kukibariki hicho ambacho wewe unakifanya. Lakini hakitaanzia kwenye mikono yako. Mikono itapokea. Sawa? Itapokea yale mafanikio kutoka rohoni. Mimi huwa nashauri muwe
mnatoa sana fungu la 10, mwe mnatoa sana sadaka kwenye ibada zenu, iwe ni Muislamu, iwe ni Mkristo. Zaka ni ya muhimu sana kwa sababu inalinda kile unachokifanya. Mfano, mimi huwa natoa sana fungu la 10. Fungu la 10 huwa linalinda hichi ninachokifanya kwenye mikono yangu, ili nisiweze kupata hasara kubwa. Maanake katika mchakato wa investing kwenye uchambuzi wa hizi timu, ile zaka inanilinda. Maana yake kuanzia kwenye mfumo wa akili mpaka wa rohoni. Sawa, inanilinda. Kwa nini? Nitakufafanulia kwa nini. Kama ilitakiwa leo nipoteze milioni 1, maana yake roho yangu itajua leo kuna hasara ya milioni 1, na yenyewe itanipa kiwango kidogo cha kupoteza. Maanake sitaweka kiasi kikubwa, kwa maana ya kulinda nisipoteze kiasi kikubwa. Lakini kama roho yangu inajua leo kuna mafanikio, maana mafanikio yale yanaanza kuonekana toka rohoni. Roho inajua chochote kinachoendelea kwenye maisha ya mtu, inajua. Utakuta nitakuwa na moyo wa kuweka milioni 1 kwenye mkeka huu mmoja. Sawa, kuweka milioni 1 kwenye mkeka mmoja. Nikishafanikiwa kusteki milioni 1, ujue nafsi yangu au roho yangu inaamini kuna mafanikio katika hicho ambacho nimekiweka. Na ndipo ukifanikiwa, ile ndio inakuwa income yako kwa siku hiyo. Mafanikio uliyopata kwa siku hiyo yalianzia toka rohoni. Sasa leo mimi nitakupa odi hata 10 au 6 hapa. Nitakupa hizo odds. Sawa, tutazitazama. Tukifanikiwa, basi itakuwa ndio siku ya mafanikio yetu, ambayo mafanikio yetu yametoka rohoni. Kwa kila mmoja atakaye andaa mkeka wake, yeye binafsi aanze kujitathmini. Kama kuna sehemu ulikuwa umepita njia ambayo sio sahihi, anza kwanza kuomba msamaha kwa Mungu. Kama kuna eneo ulimkwaza mtu, anza kuomba kwanza msamaha kwa Mungu kabla ya kutengeneza huo mkeka. Wewe ni Muislamu, fanya dua yako na kuomba rehema kwa Mungu aweze kukufanikisha sasa kwenye hilo jambo ambalo unataka kulifanya. Kumbuka kuwa na moyo wa kusaidia wengine. Ili nalisema clear kabisa uelewe. Kuwa na moyo wa kusaidia wengine. Hii itakufanya Mungu aone wewe ni mtu muhimu sana kwa wengine. Kwa hiyo atakuinua wewe ili uweze kuwasaidia wengine. Hapa naeleweka vizuri kabisa. Sawa? Kumbuka kutoa zaka. Ilinde kile ambacho wewe unakifanya. Hapo nimeeleweka. Kwa hiyo ukienda kwa menendo hii, ndugu yangu, utafanikiwa tu. Kwa maana mafanikio yale yatapewa kibali. Na Mungu alituumba sisi wanadamu na akaziweka roho ndani yetu ili ziweze kuendesha huu mwili kwa kila jambo lolote lile. Hapo nadhani umenielewa. Kwa hiyo ili ufanikiwe rohoni, umemkwaza mtu, muombe msamaha. Umemkosea Mungu, fanya toba kwa Mungu. Simama kwenye haki. Ukisimama kwenye haki, umeomba toba na unapenda kusaidia wengine, na kuhakikishia mwezi huu kabla haujaisha
utaona mafanikio makubwa kwenye uchambuzi wa hizi timu. Unapohitaji kuandaa mkeka wako, umepanga mtaji wako, omba Mungu. Acha kusikiliza pelele za watu, hii ni kamari, hii ni kamari. Achana na hizo kelele. Focus unapohitaji kusimamia wewe. Mwisho wa siku, mafanikio hayawi kwa ajili ya mwingine, ni kwa wewe binafsi. Pindi utakapopata mateso wewe kwenye maisha yako, hayatakuwa ya mtu mwingine, ni ya kwako wewe. Halo. Eh. Ulituma oda kwa G? Sasa naona hapa nipigia sema na mzigo wake kwangu hapa shangaa. Yaani kuna mzigo wa kwako wewe upo kule kwake? Anasema amekabidhi kwenye nani? Kwenye Tunduru sijui. Sasa sijui vitu vyangu vya nani vya blower. Basi inawezekana hivyo hivyo. Sawa. Ngoja tusubirie hapa. Mimi nitafanya kitu kimoja hapa. Acha niangalie. Kuna hii japokuwa ni ngumu kidogo hii game kuifikiria, lakini acha niachane nayo kwanza, niingie moja kwa moja huku ndani. Hizi wanazo zipopo hapo na kuzipromote hapo, zina hasara kubwa. Zina matamanio mazuri lakini zina hasara kubwa, lazima tuangalie hilo. Mimi nitatafuta game walau 3 au 4, ngoja nitazame. Hapa nakutafutia kwanza hizo odds nilizosema. Ogopa sana game ambazo wanazipop up mapema, wanakushawishi hii hapa iko achana nazo hizo odds. Zitakupa wakati mgumu. Zitakupa wakati mgumu. Mimi hapa nachagua kubwa kubwa, nina maana yangu. Acha nikupe hizi odi 6. Tutazame hapa tukiassume nakuja kama 320. Okay. Booking code ndio hii. Hii ndio booking code. Unaweza kaitumia. Copy. Sasa ukitazama hii unaona hawa ni under 19 hawa. Nimempa wa ugenini, nimempa wa ugenini, nimempa wa ugenini, nimempa wa nyumbani. Hizi game ukizitazama
ni game ambazo zinakuogopesha sana. Kwanza ziko ugenini, manake hawana mashabiki hao wanacheza. Yaani wanacheza wakiwa hawana mashabiki. Sawa? Lakini nikueleze tu in general, game kama hizi huwa zinakuaga zinashinda vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu hawategemei kelele za watu. Wanategemea focus ya uwanjani. Focus ya mwalimu kwenye michezo yao. Mara nyingi wanakuwa comfortable sana. Mara nyingi timu zikiwa ugenini zinakuwa ziko vizuri sana kuliko zikiwa nyumbani. Nyumbani zinapata nguvu tu kwa sababu ya mashabiki. Kwa hiyo unaweza ukadharau hii tiketi, lakini hii tiketi inaweza ikakufanya usmile, utabasamu. Lakini huu ni mchakato tu. Mimi nimetumia mbinu ambazo nilishafundisha humu. Hii mbinu niliyoitumia hapa. Kama una kumbukumbu vizuri, utacomment hii mbinu ni mbinu ipi. Guys, kama we ni mgeni kwenye channel hii, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.